chekevela cho sumbe wa Kenya mwaka wa 2020 yu kwe ando wangi moboyonga isyo na tiyo ndema boyanga luboya vyangi moboyonga isyo makwendo usumbe na yu nondo mugamba ya ndone ndongo sawa sawa kasele katune katumani chao yue ando maitu tutamani yu kweli na siwano wa chuma ala mwenda kanisani na musoma Biblia wendo tangi wasiwo ate yu kosa Yesu Kristo mwana ngai ethe mutangi wathai waku siwo na one wanengwa Biblia utawanyeka kanisani waitonyeka udio kweli no lazima ukuwa ibinda umanonde toka bola wewe neza kabla na iya uweze kutuka mtumia wa kanisa ukenzora bani obo wangai yupe ando kumela Kenya yombiwe ila musumbe Jomo Kenyatta mzee wase serikali mamudhenisie kufika kuigo kwake mo na aidhe mo pali kama musumbe moi mamudhenia na aidhe mo nginya musumbe moi eso kukwa poka musumbe nginya mutumia umoka okibelani imudhenia uru wa Kenyatta alika mambe yoko mudheni na yumondo atange iweyo na yuenda ate amina kutange yo ate yana ngwe Biblia ngame kanisani atabani obo bakatonyeka baitonyeka sasa ndo maitu Kalonzo wa Musyoka na ndiko ndona ngambinge sia his excellency ndo ebana no kwinene Kalonzo wa Musyoka asuma muthina sia ibinda yo muthenia we ongamie na asumbe alama ekitikiwe mauta ni ngai ibinda yu sawa sawa na utu asia ibinda yandu maito we nundo jino chekikie na uoni mutumia mutongo na no bikie ibinda kule kila jo sumbe wa Kenya tumunenge wea nabeka mwedukane na sawa ono kaza tumunenga kibela tumunenga wea nikenda avyathu kumemba ya Kenya einenge andu ma Kenya ndai ya na aikianga yula withayo kauneka sia andu maitu athonu maitu na mbege kuna makofi kwanza andu maitu nyuko ate akamba na kuyuko withanga kila mundu anena luka yake no longe mwithukesi yunyo na mombe ai mwaliule lwano no mugono ngwase tio please muwozu you we want anduma ithanga Kenya kutabia nzi ya Kenya about coexistence, peaceful coexistence kunenga nenda ya na muigete kila ndo binda siasa ate yumondo omwe ongama na wange ongama mwambie go kitageni ndo ndo kimana kumini abo governor wa county ya Murang'a akauma ba Murang'a sawa sawa ndakauma za Murang'a MP wa constituency this ya Murang'a akauma katika constituency hizo ya Murang'a ndakauma za nisiana sienyu nando menyu siana sienyu sikatwike kiumo kwenyu mekatwike ni matuma mumena na atuma loke Kenya yutu nenga example ya anduma kuno ethanga mbaisi kalana mugo manenga ndenda ya na mamukete ngai nenda kufika bauna ngwase ni mubea nondo akombithu kesi ya bwana MCA kwa sababu mimi niko kwako na utanisamee kwa sababu ya kuvunja protocol. Sasa mimi ndakupatia. Naona mimi nimechukua muda chache kabisa. Sababu hao watu wako na shughuli au wako na njaa kidogo kidogo. Sasa kidogo tu kabisa, very briefly useme yako hapa ni kwako, alafu ukaribishe wale wengine wataongea, malize mkutano vizuri. Andumaito methanga ngoka ndekala atite rwenga. Andu moti wanesa ngai na mwathime monene mubea. Thank you very much. Asante sana. Thank you. Muliganywothe muri garingi ni dikoria muno to ndaria kanithaini na I've said I have confidence with these two gentlemen, the Excellency Bwana
Kalonzo Musyoka and Governor Nyakera. Kusukia gatho kuri ageni itu, karibuni sana wale wako kanisani, na niseme hiyo mambo yote imesemwa hapa, yote tumeongea kwa simu na mheshimiwa bwana Kalonzo, yote tumeongea na governor, sababu uongozi wa Murang'a huko hapa, si ndio? Ndio mwira ando aitu anyomba itu mutigetukanie this time, okay? Tutukanĩtie thikũ nyingĩ na maũndũ maitũ magathiaga ũguo, but this time I've had a closed door meeting with bwana Excellency the President of the Republic of Kenya, the future, na tumekubaliana nitampeleka State House yinyi akiwa rais wa Kenya, na zile mambo nimpatia zote, we have agreed with him, he's going to address them. Wakati wa siasa tulifanya na hao walikuwa hapa, ndio mnipatie kura zote, niambiwa zitafanywa mingi yake haijafanyika, but I have confidence with these two gentlemen that what they have promised us to do, it is going to happen. Na kwa vile muda si mzuri sana, tunaambiwa tufanye haraka ndio tuondoke, because you want to observe the COVID regulations. I only want to introduce you kwa my MCA wale wamekuja hapa kutoka Murang'a na area hii, wasimame sababu nimeambiwa wakiongea masasi mzuri sana. The lady in red is called Joki Nyakera. Joki Nyakera is tuko naye kwa bunge, na Joki Nyakera is a sister to Governor Nyakera. The other gentleman is Stanley Muhea. Stanley asante sana. Stanu is the MCA former Kuyu, na sitampatia nafasi ya ongea sababu najua kile nataka akija hapa atasema na kitachukua muda mrefu sana. Kwa hivyo already tumebook appointment na bwana president. We are going to see him because we want to take home the agenda of Wiper in this country to the third development hapa. In fact, what will happen? Mnasikia wakisema 2022 watakuwa wasitu kama mimi, we shall handle the situation. No ila makaheyo ni Governor Nyakera, no gima heyo ni president, mareke waweru ekeregitini, anine miaka yake 10. Barabara hizo zote umesikia mkisema, I'm almost assured that they will be done. Ine aguthigereria and then aguthi kuma kahuruko ithirikia ume yumire mwe no riogi. Tumekubaliana hiyo. And I know you see mzee wa kudanganyana. Sorry. Sijamaliza. Huyu mnamjua. Alex Ndunda is my fellow colleagues katika assembly ya Murang'a. He is not the MC wa hapa Idhanga, na tunafanya kazi na yeye pamoja. Na ikiwa tutafanya campaign ya Wiper, then we have to sit down and agree the way forward. Wakiambiwa watapatiwa kazi na gavana hapa, si wataacha tu kiti, si ndio? And that's why that is now the direction we are going to take. But too, we are able to bring development here. Mimi, there is another MCA from where? Nyandarua. Good. That lady is a supporter of Kalonzo Musyoka pande ya Nyandarua. Na ametoka all the way aliposikia mheshimiwa anakuja Idhanga, akasema atakuwa hapa. Na we are happy that when Kalonzo is calling Nyandarua, he has somebody to call na kumwambia eneza hii, sema hii. Thank you sana madam, proceeding that way. And I'm telling you, bwana mheshimiwa, tutafika. I want to come to State House. Ni meta Idhanga, dehete adu kuma Idhanga, mokite State House kula Nairobi. Oshoke we president. Since this world was created, Kenya was created, tutiri toa corona president ono umeokite Idhanga. Mheshimiwa president, next president, assure
you have assured me that already you are the first boss kuja the new sub-county ya Ithanga Kakuzi. Are those not blessings? Those are blessings. Na zimetoka kwa Rais Uhuru Kenyatta. Mukiona na wewe ni jo ni akoheaga gutu ndi muiguaga wathi umwire tucoketie gatho ni undu wa barabara eno, tucokia gatho ni undu wa mai, but tuko nyuma sana mpande ni kuambia mambo ya roads connectivity. Huku ndani si kuzuri sana. Even with this rami bado watu wangu wanabeba maiti na gunia. Kwa hivyo that's a very serious issue that ningetaka you and the governor akiingia kwa ofisi iwe addressed, na watu wa Ithanga hawana shida. They have left, wamekaa vizuri. Hata tuwe Muikaba na Muikuyu. Nimesoma na wangu kutoka Nasari, nimesaliwa hapa pia mimi all the way. Kwa hivyo ukiniambia ati huyu ni huyu na sioni, maana sijui baya yake. Tabu tunakula maji, tunakula pamoja. Tabu ya barabara tunakula pamoja. So we are living in harmony. Na tunaweza kuwa vile tumeambiwa na bwana senator, we can tell the whole world that if people can live the way watu Ithanga wanakaa, this world will be a very peaceful place to live. Na sitaendelea sana, nitafikisha hapo. Mungu ambariki. You are most welcome. Na mwezi ya 8 karibu tujenge kanisa, because hiyo ni maendeleo. Thank you very much. Now, I want to take this opportunity to invite Bwana PS together out there with our future president, Bwana Kalonzo Musyoka. Thank you. Sana. Andũ tumwe eseo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. To our Vice President Kalonzo Musyoka, tumeambiwa tusitumie forma. So sasa ninaendelea na hii katiba mpya ya kutotumia forma. And muthenya wa muthi, we are very happy kukua tumekuja na tukapatana na nyinyi. Mbele ya hii kwanza wacha niseme pole sana vile tumechelewa kidogo. Tulikuwa kule kanisa na kanisa tukakaa kidogo zaidi ya vile tulikuwa tumepanga. Kwa hivyo mtuwie radhi kwa hiyo. Na siku ya leo tumekuja na His Excellency Kalonzo Musyoka, na amekuja na delegation yake ya team from Wiper. Na sababu ya sisi kukuja na yeye ni kwa vile penye yako saa hii anasikizwa, na sote iko mashida zenye tuko nazo huku, na mashida zenye tuna expect that come 2022, hata before 2022 ingine itakuwa imesha shughulikiwa. Tukisema Your Excellency, some of the biggest challenges huku naweza kusema ni kaa 3. Ya kwanza ni infrastructure. Kama vile umeona hii barabara, sisi ndio in 2017 when tulikuwa tunafanya campaign area hii from 2016, hawa wako wananiitikisha ni anzishe mkutano bila kupiga kelele ya hii barabara. Haikuwa hapa. Na what we did is we promised them that before the election of 2017 tutakuja kuzindua hii barabara. Inatoka kule hivyo Gateiguru mpaka kule hivyo pande ya huko hivyo Bobo, about 56 kilometers. And tukakuja na tukaizundua, na sasa imemalizika. What it has done to the people here, imefungua hii area yote. Ni kweli. Na projects za barabara zile zenye walikuwa nataka ni zaidi ya hiyo. Najua na Ndunda venye alikuwa naongea pale, kama ni from Junction all the way to Macfest, na ingine huko hivyo from pande za Kino ukikuja pia hiyo all the way pia I think it's about
15 kilometers, pia ingine ni 8 kilometers. So hiyo infrastructure ndio wanataka sana, hiyo ya mabarabara. Kwa infrastructure ni stima. Murang'a yote huku ndio kuenezwa kwa stima iko lowest kabisa. Hii area yote. Huko kwingine unasikia stima is 88% connectivity, huku iko below 40%. Actually iko below the national average. So hiyo maneno ya stima. Tatu, bado kwa infrastructure ni hospitali. And ndio walikuwa venye tunaongea nao sana, wanasema hii pande ya Ngeleli huko kitengenezwa another hospitali level 4, and then kukuwe na health centers in these areas, kwa sababu hakuna. Hii mahali ilikuwa imeachiliwa kabisa. Ndio hata hii maneno hii ya barabara unaona imekuja saa hii. Then maji. Na maji ni mara mbili. Maji iko ile ya kukunywa na maji ya kufanya ukulima. The other project ile tulikuwa tumepromise ilikuwa 7 billion project that had been put aside kule ndani ya Tarda ya kutengeneza the dams through the river. Na ilikuwa cover hii area yote, and was covering about 10,000 acres. But hiyo project on top of it tukaongeza water pans. Water pans at least tuliweka kadhaa, na ni sahi a number of water pans imewekwa, lakini hizo hazisaidii kama hii project kubwa, kama hiyo project yenyewe ingekuwa ikifanywa. Kwa hivyo mimi ni kusema hata vile tunafanya siasa za mwaka unaokuja, kwa sababu najua iko watu wenye waliingia kwa serikali wakasema hiyo project ilikuwa project yangu kwa sababu mimi ndio nilikuwa nimeisukuma sana, tapata mileage, so ikasimamishwa. So vile nasema hiyo 22 your excellency, hiyo project, kwa sababu pia mimi tunasikia ni kama watanipatia ya governor, ni kama sasa tukishikana at least such a project will really open up this area. Shida ya pili ni youth. Wambua ameguzia about wale youth wenye wanatumia dawa mihadarati, na si kidogo, ni wengi sana. Hii area yote from huku Kakuzi, Dhanga, Kambiti, na hii area yote Makuyu. Na shida ile kubwa sana ni joblessness ya hawa youth wetu, kwa vile hii area imeachiliwa. So youth akimaliza either anachukua nduthi, ama akikosa hiyo then anajipanga. So what we need to do is one, kulikuwa na idea ile ya kuweka ICT centers huku, hazijai kufanywa, lakini kwingine niliona ni kazi ilifanywa, but hii area hazai kufanywa. Kulikuwa na polytechnic, a national level polytechnic ilikuwa iwekwe huku, including KMTC, so that we can skill the youth wa hii area. Again, hiyo ijafanyika. So najua kwa maono yao na kwa maombi yao ni vile tunaweza kukua na polytechnics ama TVETs zile zenye zinaweza kuskill our youth wao, so that the youth at least have something that they can be able to do. Tumejaribu in our own different ways na mpira, na youth wanajua huku kwanza, huku ndio niko na zile team nyingi kabisa za mpira. I think across all the wards huku hivi have about 3 or 4 teams. Wale wenye tumepatia uniform, tunapatia mipira, and we help them with the different things zenye wanafanya, akina Dragon na wale wengine. So again, hiyo tunaweza inaweza kuwa inawasaidia. Na mwisho ni maneno ya biashara. Pande hii kile wanakuza zaidi ni fruits, si ndio? Ni matunda. Na there is shida ya matunda is that it is seasonal. So ukishaenda kuharvest lazima uuze as fast as possible. Usipouza inaharibika within a very short period. Na kila wakati mbele ya siasa, mbele ya elections, huwa wanapromisiwa fruit processing plant.
si ndio? I think sana miaka 10 au 15 imekuwa ikipromisiwa. And if you think of the costs, is very minimal compared to the ultimate benefit. And ilikuwa even worse because there were no infrastructure, there were no roads. Atunaweza kuitoa huku hivi. Sasa what we know and what we are talking, tumekuwa tukiongea nao. Sasa hiyo wamekuwa kisema even this area there are some strains, some varieties of avocados that can grow here. Na pia ndio tunajaribu kuona vile zinaweza kuletwa. But in the same time, if we can be able to have value addition yenye inaletwa to this area, it will help them in a very big way. And me what I'm very happy about ni kusikia ati sasa hii huku Idhanga na Kakuzi imekuwa sub county. Kwa sababu hiyo kila wakati pia hiyo ilikuwa shida kubwa sana kwao. Kwa sababu the distance ya kutoka huku kupata those services za serikali was too far. Nilikuwa nasikia it was about 70 kilometers kufika huko kwa Muremi, yeah. So at least now that iko hapa hivi, the services are closer. The prayer is that all those attendant services zinakuja with the sub county pia zikuje as soon as possible, yeah. Kama ni hiyo sub county nini health, education, nani hao wote pia wakuje as soon as possible, so that now they can start serving these people hivyo. Your Excellency, what we have been saying is that let the elections of 2022 zikue elections about development, si ndio? Kama vile tunaona ni watu wamechoka, yeah? Ile ya kufanyia kazi mtu so that apite, avuke, then from there yeye anaendelea na maneno yake, anakuacha penye ulikuwa, si ndio? Hizi maneno ya handouts is no longer as interesting. Come to the election, people will still take it. Ya ukipewa bado mtu atachukua. Hata mimi najua nikikuja bado mtaniitisha na ndawapatia, sijakata, sitakuja kutafuta kura bila pesa. But wanataka ile yenye someone who atawasikiza, na akimaliza hivyo waanze kuona the fruits of hiyo kazi yenye walifanya ya kuamka, yeah. Isikakue every na anarudi hapa, yeah. Kwa hivyo Your Excellency, I think those are the things that wenye tumekuwa tukiongea nao, because I've been engaging with this area sana, wamekuwa kisema hii ni maneno yenye wanataka. From a county perspective, the biggest challenge why hata unaona hii area imeachiliwa ni because of the distance from kule headquarter, and also because of hata pengine during the elections wana vote in certain ways, nakumbuka kama 2013 walikuwa na 10,000 kura za NASA, si ndio? Come 2017 hakuna wenye walipatia the current governor, ilipatiwa kupande ingine. So because of that politics, saa zingine wanaachiliwa sana. Kama saa hii najua wameachiliwa sana. And the prayer is that as we are looking for the leadership, the next, tunatafuta leadership to unite us, not to break or separate us. And so we are hoping that even yourself, with the leadership that you're looking for at the national level, it will be the leadership to unite us, which has been your style of leadership from all the ways, from 2007, how the country was at the verge of disintegrating, and the person who stood in the gap to ensure that this country does not go that way was His Excellency Kalonzo. So for us is to pray that you continue, and with that the position, even as you're looking at that, your next move, and we are here, all of us. You will tell us, utatutuma kazi, kwanza tutumwe kazi, si ndio? Tukitumwa si alafu zake ndio tutadecide kama tutatumika, lakini tukitumwa tutaitikia, si ndio? Yeah.
So with that, Your Excellency, I won't say anything more. And oh yeah, asante. Pengine tuimbe chorus. Ametupatia chorus. Nikiitwa Nitaitika. Nikiitwa nitaitika, nitafanya kazi ya Bwana. Nitafanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nitafanya kazi, fanya kazi Bwana, kazi ya Bwana. Thank you. Kumekuwa sasa ni saa 10. Nyinyi ni wakarimu sana na wakati wenu. Bwana Yesu asifiwe. Gaine mwega. Asindi sionde. Indi sionde. Na mabinda onde. Nyinyi ni watu wa ajabu. Kenya should be like Idhanga. Hiyo imesemekana wazi. And I want also to appreciate the Millennial Choir. They're wonderful. And I looked at you and I saw SDA. You know, have you seen of the, I'm sure you have watched the Ambassadors Choir from Rwanda. One of my favorite choirs. And if you really want to listen to sweet Christian music, believers music, I don't know, the SDA choirs are amazing. So thank you, you have ministered to us. Waheshimiwa, tawashukuru sana. Bwana PS Nyakera. I heard somebody say Nyakera na Nyakera. What was it? Kukera na Nyakera. Sounds very poetic. I want to thank you for putting this together. I needed somebody, literally, to be able to do something. And nitawapa story moja ambayo nilipatiwa na dada aliyelala. Jina lake ni the late Wangari Maathai. Wangapi wamewahi kusikia Wangari? Wangari Maathai alipopatiwa Nobel Peace Award alikuwa na marafiki dunia nzima. And as they say, a prophet ajulikane kwa nyumbani. Mimi nilikuwa waziri wa mama huyo when I was Minister for Environment. Na alafu akapatiwa Nobel Peace, nikampeleka Oslo, akapatiwa award yenyewe. Na kwa hivyo nikasema mimi I'm the only minister in the world ambaye ako na sifa ya ajabu. Yaani deputy wangu ana sifa kuliko mimi. Wangari Maathai, today that name lives on. When it talks of environment, ni Wangari Maathai. Alisema hivi, alikaribishwa na Japanese ambao wana host Olympics in the next few days. Alienda akasema, there is in Africa, I think that bird called the hummingbird. Hummingbird alienda kwa msitu kapata moto. Sasa, kila mtu analia, ndovu, simba, hata fisi anatoka huko anapiga kelele. Sasa, aka bird, the hummingbird, anaona hii msitu itakwisha. Nakimbia na ni kadogo sana. Mahali kuna maji karibu. Anaingia kwa maji, anabeba na hiyo mabawa yake, anakuja na mwagilia. Alafu anarudi tena. Achoki. Akachoki. Sasa ndovu, kwanza fisi, unajua fisi ni very doubtful. Sema wewe, what are you doing? Yaani wanyama wakubwa wanakimbia na wewe unaenda unaweza kuzima moto huu. Hummingbird akamwambia fisi, at least I'm doing something. At least I'm doing something. Nikisikiliza story ya hapa, PS Nyakera, at least you're doing something. You're trying to do something. At least somebody has to try and do something to change the lives of our people. Think of fruit processing. Think of
mama huyu Kavindo anajua the project you are talking about actually is, if I don't forget, is the big dam supposed to be called the Yatta Dam on Thika River. Lakini Wakamba pale Mavoloni wakaanza kubishana, wakapelekana kwa koti. Now what we need to do, I was going to tell Senator Agnes, akalisha watu wa Mavoloni, because that was a project tulianza mimi to clean the Yatta Faro. Wangapi wanajua Yatta Faro mahali iko? So hapa juu, hiyo dam ikifanyika na mfanya ile ponds, then you are going to change the lives ya watu wetu wa Ithanga na Makuyu na even this wonderful place. Nimeona makademia ya ajabu leo nikija. So somebody has to do something. Na hii sio maneno ya siasa next year. Somebody has to do. PS was in planning. I thank you for planning this road. These people are feeling completely marginalized. And this road looks beautiful. Lakini bado kuna zile mbili ambazo lazima tufanye. Wangapi wanasema lazima tutafute pesa tuzifanye. Unajua mimi nilimwambia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, kuna watu wanapiga kelele. Wanasema hii nchi iko na deni kubwa, na ni kweli. Na ni kweli. Lakini nasema afadhali hiyo deni ingie kama hii. Hii ni deni imeingia hapa. Watu waone angalau wako Kenya hii. Tutalipana huko mbele. Si namna hiyo? Na mimi niko na ujuzi na marafiki wa kutosha dunia nzima. Kwanza rais wa jamhuri ya rais ambaye amepatia ile nchi imepatia Kenya pesa nyingi zaidi ni Uchina. Nakumbuka nilienda nikasafiri, wakati nilikuwa natafuta pesa ya barabara hii ya kutoka Kibwezi mpaka Kitui, ambayo hivi karibuni Mheshimiwa Uhuru Kenyatta atakuja kuianzisha kama hii yenu. In fact, to be good, tufanye mipango. Mheshimiwa PS, Mheshimiwa Uhuru akuje hapa na CS Macharia na rafiki zako wote muone hii barabara, na tukiwa hapa tuambie, unaona ile makuta hiyo 8 kilomita fanya hiyo. Hiyo ingine fanya hivyo. Kule tuliambiwa kuna hewa safi kule kwa milima. Yaani hapa ni mahali pa ajabu. Between beautiful, the most beautiful place, kumbe ni Ithanga. Lakini kufika huko lazima mnabeba watu wamekufa na magunia. Tuliambiwa hiyo na MCA wenu. So this place must be made for the future. Watoto wasije kula tu mihadarati na vitu kama hivyo. So what am I saying? Mimi nina ujuzi wa kurenegotiate all the Kenyan debt dunia nzima. Kwanza tukiweka the right leadership after President Uhuru Kenyatta. Because fortunately or unfortunately, because nyinyi mlimpigia Uhuru kura sana. Lakini ni kweli pia PS, who was it who said hawa watu wa hapa tulikuwa tunahesabu kura ya code na kura ya NASA. Every time watu walikuwa wakitarajia Kalonzo na Raila watapata kura kutoka Central Kenya, inaingia 10,000 pap. Najua ilikuwa inatoka hapa. Nyingine ile nyingi ilitoka hapa. Si ni kweli? Kwa sababu hiyo wale ambao hawajui Kenya ni moja wanaanza fitina. Ndio, that is why now nyinyi mko chini in terms of the last mile connectivity ya stima. Watoto ndio hana namna ya kujifanyia, but I want to thank President Uhuru for doing this road. Na atafanya zile zingine hata kabla pengine hajatoka. Ama sivyo? Waliposema tutaongea ni kweli, tunaongea. Na namwambia maneno mengine, namwambia Mheshimiwa Rais, kama upendi, hiyo nimekuambia wewe tu jua tu ni Kalonzo na ni opposition. Nitakwambia ile huwezi kuambiwa na hawa watu yako wa serikali yako. Kwa sababu wanaogopa wengine kufutwa kazi. So we talk with President Uhuru. Na kitu ambacho kinanishangaza nikiwa Central Province. Hapa ni Central Province. Ni vile kazi hizo barabara nimeziona. Juzi nimeenda mpaka, nilikuwa na mpango kwenda huko, ndio tukakutana na yule mama huko kwao Nyandarua, nikaona vile wanapanda cabbages na viazi ngwasi. Headquarter ya ngwasi Kenya hii ni Nyandarua. Lakini hawana soko.
Nikielekea huko tulisimama Kentamere Club. And we had to say tukutane pale. So nina drive on Limuru Road. Peke yake hiyo Limuru Road. Unaona vile inaundwa. Mheshimiwa ameenda Ufaransa. Ameongea na kina Macron. Hiyo barabara ya kutoka Nairobi to Nakuru to Mau Summit ifanywe dualization. Yani inakuwa barabara magari hawezi kukutana pamoja. Lakini huku katikati Kiambu mabarabara hapa hivi. Kwanza hii ingekuwa Ukambani. Ukambani hawana barabara. But I'm shocked kwamba watu wa Central Province wanasingiziwa, wanawekwa kasumba ya hustler. Nisikilize. Mnawekwa kasumba ya hustler. Ati mnaambiwa dynasty versus hustler. Ndio akili zenu ziibiwe, muingie kwa shimo ambayo hamtaweza kutoka. Yaani hiyo kazi yote Uhuru amefanya, watu hawataki kusikia mambo yake. Nikashangaa. Hebu angalieni Uhuru atakuja Ukambani hivi karibuni, atapokelewa kama president aswa. Because Wakamba na appreciate ile kidogo amewajaribu. Utaona Thwake Dam inafanywa huko at 55%. Utaona pengine ICT Konza City. Utaona watu wana appreciate ile kidogo wamefanyiwa. Lakini hapa amefanya na nguvu zote. Lakini nikisikia kelele hapa Central Kenya, mwingine wanagawanyika, sijui Mount Kenya East, Mount Kenya West. Mimi kwanza ni Mount Kenya East. Kaza kwangu ni pande huu. Nilikutana na Speaker Muturi. Kama Muturi umefanywa mkubwa wa Ngema. Sasa we hakuna Mumbere na Mkamba, ni hapo tu. Wangefanyia mimi badala wewe ningejua tungeweka mabishano. So we don't want to divide these people. Ikiwa shida ni nani atakuwa president wa Kenya mwaka ujao, nataka mjue, na ndio mkuja hapa ni watume. Kwa sababu PS amesema ni watume. Mnataka ni watume? Wangapi wako tayari? Basi na watume nyinyi muwe ambassadors, balozi. Unajua mimi ni mkubwa wa balozi. Nimekuwa waziri wa mambo ya nje, naelewa na ubalozi. Muwe balozi, sio tu wa Wiper, bali pia kuunganisha One Kenya. Ile serikali tunaunda na wenzangu, na ilisemwa hapa na one of the speakers. Mimi Wakamba na Wakikuyu mwezi kuunga peke yenu. Ni lazima Kenya iwe one nation. Nasema one nation, one people. Na ndio mimi nikaja hapa na timu moja ambao haijulikani. Lakini nyinyi watu wa Idhanga mtakuwa watu wa kwanza kuwajua. Mnataka mwajue? Wa kwanza huyu wajulisha, lakini hawatapigwa mapicha. Hebu simama Rodney waonekane. Huyu alikuwa mwalimu wangu, in fact masters in law. Alinisomesha. Nilisomeshwa na huyo kijana na nilisomeshwa na baba yake. Baba yake alifundisha bachelors in law, huyu anakuja kunifundisha masters in law. When I was in a position, let me do this. Now I'm senior counsel. His team includes yule kijana pale. Anaitwa Wambugu. Wambugu simama waonekane. Kwanza yule ni Mjaluo, Okoth Ogendo. Yule anaitwa Wambugu ni kijana yenu. Anasimamia mambo ya ICT. Hapa tukiongea inarushwa mara moja, sio Kenya, dunia nzima. Tukiwa hapa, mumpigie makofi. Hapa unaona Joey hiyo. Hata hawataki waonekane. Kuna mama mwingine Paloma Katabaki. Paloma ako wapi? Unamwona wale anaketi. Alafu kuna mwingine, let me look on this side. I saw Maubi. Maubi kutoka Kisii huko Nyamira. Alafu nimeona Kevin Kimwatu. Yule ni mtu ajabu. Anajuana na wasanii wote. So I want you to talk to this team. We'll do a recording with them. Ana kuna mama anaitwa Muna kutoka Mombasa. Muna Ismail Fatma. Namuona huyo. She is an expert in agriculture. Sasa hii mambo ambayo tunaongea hapa, mambo ya agriculture, tuko tayari kusaidiana na nyinyi. Tumekuja tuwatume kama, na kuna mwingine
Ninamuita Maina Kiai lakini ita Mugambi. Mugambi nilimuona, ako wapi Mugambi? He's wearing dreadlocks. Ako wapi Mugambi? Huyu. Yule ni mtu wa ajabu, akili ajabu. Kuna Kenya hii, Kenya kuna watu wa ajabu. Na Jimmy Cairo, where is Jimmy kutoka Nyeri? Thank you. You may have heard of Cairo, Munene Cairo, hiyo ni kijana yake. Na hapa Makuyu constituency, I was in parliament na Duarte Kariuki. Wangapi wanakumbuka Duarte? Si alikuwa mjumbe wa Makuyu? Yaani kwa nini Makuyu ilipotea? So hapa vile BBI tunazungumza juu yake, it is easy. Hii ni constituency tayari. Ikiwa mko na sub county ambayo sasa inaitwa Idhanga, Kakuzi. Either mnaita hiyo constituency Makuyu constituency tena, kama BBI inapita na tunapigana ipite, this will be a constituency tayari. Na mambo yote yatakuwa hapo. Mimi hiyo, I think I'll fight for that because it is an obvious case. Ndio mimi nasema PH Waweru na timu yako utawatafutia wengine kazi. Lakini tunaanza na champions, balozi, champions wa Kalonzo Musyoka. Msiwe champion wa Nyakera peke yake, sio? Nimeona hapa Nyakera ameenda juu, sio? Lakini Kalonzo sasa nyinyi ma champion, wangapi na watuma champions wa Kalonzo? Champions wa One Kenya Alliance. Na mnajua kule tuko na Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, Musalia Mudavadi na mimi, na bado tunafungulia njia. Hata hao wengine wanapiga kelele wanasema tunabweka. Wao pia tunataka waingie. Tuunganishe Kenya na Gideon Moi. Vile Senator Wambua alizungumza. Mimi nimekuwa Kenya hii, nimemwona mzee Moi, nikamtumikia waziri wa mambo ya nje, nikakuwa kama young man. Kwangu mimi mambo ya uongozi has been a true calling. Because kwetu ni Sekuru. Sasa ikiwa mnaongea juu ya mahasla na juu ya dynasty ya Kalonzo ni ipi? Yule anajiita hasla, mimi ndio hasla kushinda yeye. Ukienda Eldoret na Sekuru, athem ukompe, utajua nani hasla kweli. Kwa watu waache kuandaa wengine, kuwadanganya. What we want, sera ni kusema first of all, lazima nchi iwe na amani. That is an irreducible minimum. Alafu, kama mtu amejaribu mara moja, mara mbili, mara tatu, inaonekana Mungu apendelee njia hiyo, akubali wengine tuingie. Ama sivyo? Hata nimegundua kwamba huyu Hasla amepata umaarufu huku kwa sababu watu walikuwa kidhani Uhuru ataleta Raila. Alafu mkaenda hata upande wa kule wewe zetu wa Kikuyu alienda na Uhuru. Kule kwa milima. Sagana. And Uhuru made it clear, akasema hakuna handshake, ilikuwa ni tuokoe nchi kwanza. Hatukuzungumza mambo mengine. Kwa hivyo mimi niko mstari wa mbele, kazi yangu ni kupatanisha Kenya. Yaani mimi ndio gamu. Si mimi nilisema nitapita katikati ya Raila na Kibaki. Mliona kama mlikuwa wazimu. Na mimi ni yule tu. Safari hii sitapita katikati, watanifuata nyuma wote. Na nina sababu, sio tu wanifuate kiholela, watanifuata kwa sababu ya kwanza, mimi sina uhasama na Mkenya mwingine yoyote. Na tena mimi kazi yangu ni kushikanisha nchi. Na tena hakikisha vijana wetu wanapata nafasi za kazi. Ukisikia kwamba watoto wanakula bangi hapa na nini kwa sababu wamefika wapi na wapi hakuna kazi, it pains me. Kwa hivyo one of the things you do ni kuwa na full state department in charge of the youth of this country, na kupata njia ya kuwapatia namna ya kujimudu. Mtoto wa Kenya kutoka Idhanga, kutoka Sekuru, kutoka Eldoret, Mombasa, kila mahali, aone angalau afuani that is a future. We must give our youth a future. Hata kukisoma Biblia leo ni Jumapili, Jeremiah 29. Jeremiah himself has said, I'll give you a future
a hope and a future. I have have plans for you, to prosper you, to give you a future. That the youth need future. Because wakiangalia waone anywhere. Namna gani mtu amepata master's degree ana kazi. But in the meantime, COVID hii imerudisha dunia nzima nyuma. So tungangane na hiyo namna hiyo. Therefore I really support what the president is trying to do. Kazi mitaani. Lakini nasikia hata huku haijafika. Hakuna kazi idhanga mitaani. Ni bangi. So watoto wanaharibika jamani. So mimi ni message yangu ndio hiyo. Agriculture hii, let me tell you, avocado. Tukubali Uhuru amejaribu. Na mimi siji hapa nimtetee. Imagine ameanzisha the second port. But I want to go beyond it. I want to declare Mombasa a free port. Kenya itakuwa kama Dubai. Unaona watu wakubwa hao wote kila mtu weekend Dubai. Because kodi ni chini. Na kule watu wa asilia ya United Arab Emirates ni chini ya 10 million. Lakini wale wanaishi Dubai saa hii almost 20-30 million. Dunia nzima imehamia Dubai because of the tax policies na vitu kama hivi. Hii tutaangalia with the technical team ambayo nyingine umeiona hapa kwenu. Ndio wale niwaonyesha wanaitwa SKM Command Center. Hii ni vita. Na sio vita ya kuharibu Kenya, ni command ya kuhakikisha we save this country, we liberate this country in real terms. You know, a lot of people come, they are wolves, but in sheep's skin. Watu ambao wamejulikana. Mimi niliposema nitapita katikati, si Kenya ilipasuka? Ilikuwa imepasuka, nani aliweka pamoja? Kibaki alikuwa amewekwa kisu hapa. Nikapigilia chini, mzee akapata afuani. Ni kweli si kweli? Watu wa Central Kenya, nyinyi yani Mkamba akitaka kukuharibia sifa, anaona wewe mkifanya maneno hapa, mkifika kona umesahau, anasema ni wae mtoa Katulu. Umekula squirrel. Go squirrel ndiye hakumbuki. Squirrel ndio unamwekea chakula pale, we used to kuweka stone. Naweka yale mahindi kidogo na stone. Yani watu wamesahau. Juzi tu vile mambo yaliharibika Kenya in 2007. Nani alipatanisha Raila na Kibaki? Umesahau hiyo? Hata mambo ya Kofi Annan. If I had not joined with Kibaki, Kenya ingekuwa inachomeka hata leo. Kofi Annan would have come in too late. Ninyi mkanipigia na wengine 1 million. Kibaki akapata zile zake, I don't even remember ni ngapi. Kenya ikawa stable. Kina Raila wasema, okay, we will negotiate. We want the real power. And the real power was there. He became prime minister. I was the vice president. Na mimi nikajinyima. Nikasema, okay, kama in 2007, watu wa Kenya walisema kama Kalonzo angeunga na Raila ama na Kibaki, Kenya ingekuwa sawasawa. Nikasema wacha mimi, kwanza mujue humility is God given. Nikasema ngoja sasa in 2013, ndugu yangu Raila, I'll support you. Ni kweli si kweli? That was somebody pale alikuwa anasema, I think ni yule mtu yule mnaitwa Stano. Anaitwa Stano. Alikuwa ananiuliza kwa nini unaenda Nyanza? Because I was trying to unite the country. Tukashinda lakini hatukushinda. Yaani unashinda na ushindi. Kuna mzee mmoja alikuwa anaitwa Mulu Mutesia, aliniambia Kalonzo, huku duniani hakuna mtu mzuri, ala maikuwa na maiveta. Unakufa na utakufa. Tukajaribu tena 2017. Unakumbuka 2013 tulienda kwa mahakama. Mimi na Raila tunangojea, kwa ofisi ya Raila tunangojea uamuzi wa kina Willy Mutunga. Willy ananiambia, ndugu yangu, Raila, Kalonzo, ndugu yangu, tumeshinda hii mahakama hii, tunangojea. Hata kuna rafiki moja ameongea na Willy Mutunga, mahakama itaamua kwamba hawa jamaa tumewashinda.
tukingojea, ninaona majeshi inapelekwa kwa mahakama kuu. Ninaangalia, namwambia hii si hakimu ikadhiwa. Yaani sasa uamuzi katolewa. Nikamwambia Raila, ili nchi isiende mbaya, we don't agree with the ruling of Kina Willy Mutunga, but we are duty bound. Kumbukeni mimi ni wakili. We are duty bound to abide by the ruling. Akasema tomorrow is another day. 2017 ikaja. 2017 ndio hiyo. Si mnakumbuka? Nyinyi hapa Idhanga mkatupigia kwa fujo. Tukashinda tena na hatukushinda. Sio maneno ilienda kwa mahakama. Safari hii Maraga akaamua vile aliamua. Sasa ukaja mimi nikapeleka mke wangu, mama alikuwa mgonjwa bado, Mungu anamsaidia. Nikaenda naye ng'ambo because nikaona family is everything. Kurudi nikakuta kimeumana bado. Bado kimeumana. Nikasema Raila na Uhuru, you must talk. Na waliongea, lakini kabla hiyo ati tunakula kiapo. People's president. Dunia gani iko na people's president? Nataka mniulize. Yaani tunadanganyana wazi. People's president. Na kuna president wa nchi. Yaani kuwe na mapresident wawili. Hata kwa boma dume wawili. Ng'ombe itaumia. Si namna hiyo. Niambia Raila, ndugu yangu, hiki kiapo wewe kula peke yako. Kwa hiyo tulishinda na hatukushinda. Lazima sasa tujiokoe kama Kenya. Tuwe na uchaguzi safari hii, ndio nasema hii BBI ingesuluhisha shida hii. So we have been here long enough. And therefore we are saying safari hii tuungane zote. Kusiwe Mkikuyu, Mkamba, Mkalenjin, Muluya. Ndio mimi nikasema One Kenya Alliance. Na mtaona maajabu. Kwa hivyo nyinyi kwa sababu mmekubali kuwa mabalozi na champion, endeni mwambie wa Kenya wenzenu. Na tutakuwa pamoja nanyi. Hiyo ndio story yangu kwa leo. Na nitarudi. Nipe wiper. Wiper. Kwanza ulikuwa unasema kazi bila wizi. Because wizi ndio imeharibu zaidi. Yaani mwizi anakuibia na anakuja anakuonga na hiyo pesa amekuibia na unasema hallelujah. What is wrong with you, Kenya? Yaani unaibiwa wazi hapa. Na kuibiwa ni maparesteto haya. Wizi. We are going to say it. Na mimi sitalala, ndio nasema nitabweka Kenya hii. Niambie wa Kenya wenzangu, hatuwezi kwenda njia hiyo. Tutaumia na watoto na wajukuu na vijukuu. We have to find a way of living this country, a developed country. Yule Mkalembe Ndile, asante sana. Nimeona champion moja nikiingia Central Kenya hii, anaongea Kikuyu sawa, anaongea Kikamba, yule ni champion na kutafutia kura. So thank you once again, Washimio. It's now time is long gone, and I think we have covered some of the issues. We really want to thank you. Ona kwa ngongela kindu ni manondo mukwenuka. Sisa sawa. Amwezi tu kwenda, umekuwa wavumilivu, hakuna lunch, kuna COVID. Kwanza hii COVID ipotee, imeharibu dunia. Ipotee kabisa in the name of God. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Patia mheshimiwa makofi mazuri. All right, kabla mheshimiwa aweze kuketi chini, tungeomba tutumbuizwe na msanii music group tafadhali. Msanii music group ili tu Daktari Maombe, karibu.
tuishi kwa furaha kama watoto wa baba mmoja. Alituumba sote kisha kasema tupendane. Je, wajua kuishi kwa amani ndilo kusudio la Mungu wetu? Kila adui upenda kuleta mafarakano. Tuishi kwa furaha kama watoto wa baba mmoja. Alituumba sote kisha kasema tupendane. Alituumba sote kwa mfano wake tukapendeza. Tusambaze upendo kwa jirani zetu. Acha chuki, acha ubaguzi, acha dharau, ongeza upendo. Mwisho wa mambo yote sote tu washindi. Mwisho wa mambo yote sote tu washindi. Uzao wa Yakobo, makabila 12. Na sisi kwetu ni zaidi ya 42. Na baba yetu bado ni yeye yule yule. Tupendane kama mandugu, mwisho wa safari sote tu washindi. Uzao wa Yakobo, makabila 12. Na sisi kwetu ni zaidi ya 40.